Sio mara kwanza mimi kutukanwa ama kuambiliwa maneno mabaya. Nafikiri toka naolewa na Mugisha watu waliongea sana kuliko hata hivyo. Hivyo mbona mimi naona kawaida tu. Seriously kawaida. Wallahi na namshukuru Mwenyezi Mungu kuona mimi I don't care. Yaani siwagi najali maneno. Kiukweli ni kwamba hakuna binadamu katika dunia hii anayopenda kutukanwa. Moja. Hakuna binadamu hata mmoja ambaye anafurahia tukanwe au adhalilishwe. Hiyo hatopatikana. Ni moja. Mbili, swala lazima la kusemwa, kila mwenye thamani lazima usemwe. Kila mwenye thamani lazima usemwe. Na swala lazima la kusemwa au la kutukanwa au la kutetwa au la kudhalilishwa ni jambo ambalo hata Mungu aliyetuumba hajalijijalia yeye. Kuna watu wanamtukana Mungu, kuna watu wanasema Mungu haexist, kuna watu wanasema hivi na vile kuhusu Mungu. Sawa bwana. Kwa hiyo ni swala lazima ambalo Mungu mwenyewe hajalijijalia. Tatu, tuache Mwenyezi Mungu hata manabii wake wote. Sawa? Hakuna nabii ambaye alikuja katika hii dunia ya Mungu isipokuwa amesemwa, amedhalilishwa, ametukanwa. Mugisha. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Uko vizuri mzee baba? Kama kawaida. Nakuona. Tupo salama alhamdulillah, tunamshukuru Mungu tuko hai. Unapendeza ndugu yangu. Asante sana. Kama kawaida yetu. Hizo ni baraka za madami za mke. Vyote vimo. Vyote vimo. Ndio. Okay. Msikilizaji wangu, kama nilivyosema toka mwanzo hapo, mnaweza kuwa hamumuoni vizuri Mugisha, lakini aisee anapendeza hatari. Ukitaka kumuona Facebook kule andika PJ Classic FM utamuona. Watu wanaona wanapiga simu sana Mugisha. Wameshakaa kidete kabisa wanakusubiria. Vizuri, tunafurahi sana na tunawapenda sana wasikilizaji wa PG FM. PJ Classic. Unajua tu kusema hii radio jina? Kwa kweli inanisumbua. Kisa nini? Sijui kama nizi herufi mbili. Hizi herufi mbili kiukweli zinaleta taabu, lakini tutazoea tu hivyo. Tutazoeana hivyo. Wakati mwingine nasema paja, wakati mwingine nasema PG. Yaani nashindwa niseme nini kiukweli. Sijui niseme Kifaransa PG, unakutana ni matatizo, lakini ni PG Classic FM. Hapa nafikiri nimepatia. Hapo umepatia. PJ Classic FM. Asante. Okay. Biaisha. Asalamu alaykum. Salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alhamdulillah. Uko vizuri bibi? Namshukuru Allah. Umependeza. Asante. Hizo ni moja mwa baraka na fadhila za kuwa na mume ndani au vipi? Nafikiri na hilo linachangia. Wanapenda kusema kwamba mwanamke aliyezoea kuishi na mwanamke aliyezoea kuishi na mume. Ndio. Kuishi mwenyewe maisha ya kuwa mwenyewe waga yanasumbua. Ni kweli? Sana. Kwa kitu kipi ambacho huwa kinamsumbua anapoachika? Mwanamke, si mwanamke tu. Hata mwanaume. Hata wanaume wanapata shida kidogo. Ndio hasa wanaopata shida zaidi. Akiachana na mke wake. Okay. Sikudanganyi mtu. Niko kwa Biaisha kwanza Mugisha. Basi namwachia kule. Bibi, mateso ambayo anayopata mwanamke anapoachika ni yapi hasa? Kiukweli ni mateso makubwa sababu kuwa na mume kwanza umestirika. Okay. Jambo la pili ni kwamba kama huna mume unajisikia upweke, huna mtu wa kukuliwaza, huna mtu wa kumuongelea matatizo yako. Kiukweli unakuwa unajisikia uko mpweke sana. Na pia vile vile kujiziwia kwenye hisia na kuwa ni mtihani. Okay. Sawa. Hayo ni moja ya changamoto ambazo wanazipitia. Mugisha, wanaume wanapitia changamoto gani wanapoachana na wake zao? Changamoto ziko nyingi tu sana na katika nyingi hizo niseme kwamba kwanza ni ule upweke. Unajua umezoea kulala mshuka na mwenzako. Alafu unalala peke yako. Ndio. Ili lazima liwe tabu. Lazima lilete tabu. Okay. Alisema hata masuala mazima ya kihisia. Unajua upande wa hisia sisi wanaume tuna hisia kali kuliko wenyewe hawa. Okay. Kwa sababu sisi hisia zetu ziko online, yani zipo hewani sana. Ziko hewani, hazingoji kutafutwa muda mrefu kama wenyewe. Kwa hiyo sasa sisi mara nyingi wanaume ndio wanapata tabu sana. Okay. Katika hilo. Alafu kuna majukumu, baadhi ya majukumu mengine unakuta labda masuala ya kupika. Nisikia vizuri kama sisi Afrika, masuala ya kupika, masuala ya kufuliwa, masuala umeshazoea kuandaliwa kuandaliwa vitu. Unaona huko bwana.
kama nishazoea nikitaka kutoka na kwa na mwenzangu anajua bana leo utavaa nguo fulani. Ashanipangia nguo tayari, viatu hivi tayari, ashapanga hivi na vile. Sasa ndio nimkose huyu na atanipangia. Na atakupangia. Naanza tena upya maisha ya ubachela. Inakuwa shida sana. Maisha ya ubachela ni mazito sana. Bala. Kuliko maisha ya ndoa. Maisha ya ndoa kidogo at least ni mtamu. Asikudanganyi mtu. Unajua kuna mtu unasikia baba kwa sababu labda hayuko katika ndoa basi kwani wanatushinda nini? Ni kama sisi uongo. Uongo kabisa. Kweli. Maisha ya ndoa yana raha yake. Kabisa. Huwezi kufanisha maisha ya ndoa na ubachela. Wewe upande wa mwanamume, wewe upande wa mwanamke. Okay. Kuna wanaosema sijui mimi nisiwezi kumshauri rafiki yangu kuoa. Kwa sababu huko sio mtu anatamani kuvitoka ndani. Nishakutana na hizo kauli sana. Huyo ni mtu ambaye anakuwa ameanzia pua katika ndoa yake. Okay. Anakuwa mtu akianzia pua katika ndoa yake, huwa anataka kuelewesha dunia kwamba ndoa zote ndivyo zilivyo. Na hili ni tatizo likubwa sana. Wakati wengine wanaishi vizuri. Mimi wasipendi watu wanahukumu mambo, wanaogeneralize, wanahukumu jambo kwa ujumla. Ni kama ile unasikia mtu anakuambia wanawake wasikilize bwana hawana mapenzi. Si kweli. Kama anaongea kwa mwanamke muhuni, si wote. Au wanaume wasikizi bwana wahuni, si kweli, si wote. Kwenye wazuri kuna wabaya, kwenye wabaya kuna wazuri. Na kweli kabisa. Kwanza kabisa niwashukuru sana kwa kuitika tena wito wangu. Ni heshima na niseme ni pleasure, ni furaha. Nasi pia tunafurahi. Kuona pia mmetembelea. Sisi tunafurahi sana. Unajua nyinyi ni watu wadimu sana. Ukiwapata at least inakuwa shida sana. Ni kweli lakini sana heshima tunaitoa kwenye studio yetu. Zile ikra kuna nini? Hili ni moja wa jambo mmetupatia tabu. Kiukweli hapa mmetupa tabu. Kuna TV nyingi hapa studio mkisha nabaki natazama. Yaani wakati mwanzo nilivyokuja hapa hizi zilikuwa hakuna. Ndio maana nimeongea kwa utulivu. Lakini hivi naona kwamba nitapata tabu katika kuzungumza pointi zangu. Sasa umetuwekea TV kona zote. Nyuma ya mgongo kuna TV. Kule mbele yangu kuna TV. Mkono wa kushoto kulia kuna sasa. Alafu mmeweka kitu kimoja. Soka, football, mpira. Sasa haya masala kwa kweli mnatupa tabu. Wengine football yenyewe iko live sasa. Iko live. Unaona huko bwana. Sijui hapa tutaongea pointi na wasikilizaji huku au tunazubaa huko. Mkishogo kushabiki wa soka. Mimi katika miaka yenye kuisha nilikuwa napenda soka sana. Alafu nilikuwa mchezaji mzuri sana namba 9 mbaya sana. Ulikuwa cheza namba 9? Mimi nilikuwa cheza namba 9. Bala Cristiano Rugombo kwetu wananifahamu vizuri. Mpira za mtu tumecheza mpira ya nani ya mashashe. Mnafanya masashe bali kidogo afu mnakuwa na matimu tofauti. Mimi nilikuwa ulikuwa mbaya. Ndio kitu cha kwanza nimeanza kupatia umaarufu mimi. Masala mazima ya mpira wa miguu. Kwa star Rugombo pale kwa ananifahamu. Chivitoki pale. Hapana mchezo. Lakini sasa mambo mawili yakanifanya ni soka kama kidogo ukapunguza. Niache kabisa nikipuuzie. Ulianza kupunguza mpaka ukaacha. Nimepunguza mpaka nikaacha. Uliacha kwa nini? Kwanza nimeacha soka kwanza kucheza mimi kama mimi. Kwanza nimeanza kucheza afu baadaye nikawa shabiki. Kwenye kucheza nimeacha kwa sababu masuala ya kuvunjana. Unakutana unakuvunja mguu, unakutana unaanzia mguu mkono umeteuka, alafu hakuna hata mmoja anakuchanga hata 5. Unaenda kuvundia nyumbani huko na msumbua mzazi. Kwa hiyo ili nikaona kwamba hili ni tabu. Hata kama mimi ninapenda football lakini mwisho wa siku hadi leo na maumivu mkono ujue. Kuna kipindi wewe kaongea kabisa mkono wa kushoto kabisa ikafungwa mabandaji ya maajabu ajabu nikafanya karibu mwezi mzima. Kwa tackle moja hatari sana nikaanzia mkono afu kichwa kataka kupasuka. Nikaona sasa huu ni mpira au ni mauaji? Nikaona haya mimi sisi nikaendelea maskala kama haya. Unasikia bwana kaka. Kwa hiyo nikaona haya sasa nikaendelea haya yanaleta tabu. Nikawa nimeacha hivyo. Nikasema mimi nataka niwe mtazamaji. Mimi nilikuwa nampenda mcheza mpira kwa anaitwa Zinedine Zidane kipindi hicho. Ufaransa kipindi Ufaransa unaitwanga Brazil. Mimi nilikuwa shabiki mkubwa sana wa soka kipindi hicho. Alafu nilikuwa naipenda football sana, alafu mchezaji wangu mahiri Zinedine Zidane nilikuwa nampenda sana. Kwenye kombe la dunia. Kwenye kombe la dunia. Ama swala ya maligi ujue. Maligi nilikuwa nasema juu huyo bwana huyo kwa sababu anaweza alikuwa anaingia katika Real Madrid kule. Kwa sababu alikuwa akishika mpira. Naona huyu anacheza mpira kweli. Lakini sasa lilonifasa niache hayo mambo, yale mambo timu unayoipenda ikifungwa kushabikia sababu ile sababisha uache kushabikia ikifungwa
unajihisi vibaya, roho inavimba, haupumui vizuri, unaweza kuongea vibaya na wenzako, hawana deni na wewe, hawajakukosea kwa sababu tu wamefungwa kwenu huko, yani unalala vibaya, na wakati wao ambao wamecheza hawakufahamu, wanaingiza pesa wenyewe, wewe uingize hata 5, unaingiza hasira tu. Umesikia vizuri? Nikaona kwamba haya mambo kiukweli nitakuwa natazama ikifikia muda, labda nikifika sehemu ameyaweka ndio natazama. Yaani kama tu hivi umeanguka hivi imeanguka mahano unatazama, basi amekwisha, basi sitaki kushabikia mtu. Naona uko unapiga. Yaani ana mambo makubwa haya mambo haya. Haya yana makubwa. Kwa hiyo nikaona kwamba nitakuwa natazama mpira nikifika sehemu kuna mpira. Kwa hivyo sijui chance sijui nani Chelsea Juma nani eti majina sijui. Au nijue kama Coupe du Monde iko kipindi wakati mwingine huwa napita nasikia tu watu wanapiga kelele, kuna nini kwa leo finali una habari? Sina habari, si usipo. Okay. Coupe d'Afrique, Coupe du Monde sipo kabisa. Sipo kabisa. Masuala ya kuumizana roho hapana. Maisha ni mafupi. Hajati, ulipopata mume ambaye hapendi soka, ulienjoy au ulikereka kidogo, uliboeka? Kwa sababu kuna wanawake ambao kwa kweli kuwa na wanaume ambao wanapenda masuala ya soka mambo mipira wanateseka. Wengine wanasema hapana, mimi nataka mume wangu kidogo awe Real, wengine awe Barcelona ili tu changamshe ndani. Wewe havikupi shida? No, mimi wakati nimeolewa nimekutana kwamba hayuko tena kwenye mambo ya soka. Alikuwa tu busy na kazi zake za kawaida basi. Na light ingekuwa mtu wa soka, ungeelewana at least. Kwa sababu nataka kujua guu yako na wewe. No, sababu nampenda, ingebidi tu na mimi nipende hiyo soko kama ile anavyoipenda yeye. Unajua mapenzi kuna wakati mwingine anakutuma hata kufanya kile ambacho ukipendi. Yes. Angelazima kuwa katika timu ninayoipenda. Kinyume chake ingekuwa mtaabu sana. Haki ya Mungu nakwambia, kuna wakati mke na mume kweli vumbi zinaruka ndani kwa sababu mmoja ni Barcelona, mwingine ni Real. Alafu wakisambuana pale timu ambayo ikifunga hasira zinahama huko. Sasa naye mambo yapo sana ndani. Sana. Na hatari. Basi sawa, au karagachie mlikuwa imepitia hiyo ili tuchangamshe ligi kidogo. Mugisha, mara ya mwisho kukutana hapa redioni, kipindi chetu kimepiga views mzee, kimetazama na watazamaji wengi sana Facebook. Ndio. Wengi takriban watu 1,000,000. Ndio kipindi pekee kwenye page ya PJ Classic FM kina watazamaji zaidi ya 1,000,000. Na moja kwa moja kipindi kinapata udhamini. Tunawashukuru sana kwa hili. Basi na sisi tunashukuru kupata taarifa nzuri hizo. Asili yetu tunapenda tusikie mambo ambayo tumeyaingia yamekuwa na baraka. Yamenawirika, yamependeza. Ndio tunavyotamani yani katika vitu vyote ambavyo tukivingia au hata kama tunakuwa watumwa tusikie tu mambo ya wengine yako mazuri, yamependeza, safi kabisa. Okay. Na baada ya hao watu baada ya zile video kusambaa Facebook kule, nimeandikiwa na watu wengi sana wa nchi ya Tanzania. Mashaallah. Wengi sana wametuandikia, wametutest sana, wametudia. Wanatuambia wana shida sana ya mafunzo haya. Hapa nikasema kuna siku moja nitamuuliza Hajati Aisha, kwa nini mafunzo yenu ambayo mnayofanya haya masuala maigizo na nini hamyatupi Facebook? Mugisha, haujali sana watu kuliko fedha? Mimi naona ajali sana fedha kwa YouTube. Mimi nafikiri najua kila jambo lina muda wake na lina faida yake. Kwa hiyo huko YouTube kwenyewe kuna watu pia, hakuna minyama. Okay. Wanaotazama kule watu pia. Umesikia vizuri? Kwa hiyo watu tusipendi mambo ya dezo sana. Umeona huko bwana. Kwa sababu YouTube wenyewe ni mtandao wa kijamii. Kwa hiyo wale ambao wako Facebook wakwenda YouTube watapata mambo pia. Kwa sababu tukichukua mfano movie zetu tukiziweka YouTube huko, alafu tunatumia uwezo mwingi, tunatumia pesa nyingi sana. Kwa hiyo unakuja kujikuta kwamba tunakuwa tunafeli kuliko kufaulu kuwa na maendeleo. Unaona bwana, ndio maana mara nyingi si watu tunapendelea kuweka YouTube, kwa sababu YouTube huko angalau mwisho wa mwezi tunapata chochote na tunalipa wale ambao waigizaji ambao tuko nao. Kidogo maisha yanaendelea. Hivi Mugisha, movie company inafikia kwenye timu ya watu wangapi? Timu ya watu takriban kama 42 vile. Sijasahau. 47, you're going to 47. 47. Kuingia kwenye 40. Vitu kama hivyo. Mugisha, mtu wako yuko vizuri kwa Kiingereza? Yupo vizuri. Namsikia. 47 ilikuwa imekuchanganya. Kwa hilo moja habatishi kweli. Yaani kidogo ilikuwa imekuchanganya na ile. Imekuwa imenichanganya kidogo, unajua Kifaransa si lugha yangu. Kifaransa ndio vizuri. Mimi ni Kifaransa. Mimi ni Mfaransa. Kifaransa uko vizuri. Ndio pia vizuri. Lakini na kwenye Kiingereza niko nakuja kabisa. Na kufunza madam. Yeye mwenyewe alafu na binti yake Warda, unajua yule ni Mwingereza kabisa. Yule anatema Kiingereza kama maji. Okay. Na vijana wake, kwa hiyo mimi najaribu kuongea nao Kiingereza. Wataki wataelewa.
hivyo hivyo. Kwanza ongereni sana. Watu 47 ni wengi. Ni kweli. Kwa sababu siku baada ya siku na hao niseme kwamba ni kwa sababu tu tumebana kidogo. Kwa sababu light tungefungua tungekuwa tushafika zaidi ya 100. Kuna wengine ambao hadi kwa sasa wanakuja, tunaambia subiri kidogo kwa sababu kuna wale ambao tunataka kwanza wafike kwenye hatua hii. Hatua nzuri, afu baadaye tutajifunza jinsi gani tutafungua ili tuweze kuna, kwa sababu unajua kwa sasa tushakuwa na channel 2, Aisha Media na Mugisha Media, kwa hiyo kote huku kunatakana kuwa kuna kwenda movie tofauti. Okay. Sitotaka kurudi sana kwa vile ambavyo tulivyoongeaga ili kipindi kile. Itakuwa si vizuri. Watu waliofuata kipindi kile wakati kile wametuelewaga, wamejua Mugisha nani. Sitopenda kurudi kule sana, lakini nataka niendee, labda tuendeleze season yetu. Na Mugisha, wewe unajisikiaje? Kuona jina lako ulivyo. Una miaka mingi sana kwenye hits. Mpaka leo kila mtu akiona Mugisha, kila mtu. Warundi wengi wanafahamu Mugisha. Lakini unajisikiaje ukiona watoto wapya wanakuja kwenye movie, masuala ya movie, uimbaji na nini? Wanapiga madili ya pesa nyingi, matangazo na nini wanakuwa brand ambassador. Lakini Mugisha mpaka leo sidhani kama ushakuwa brand ambassador wa kampuni yoyote ile ambazo zinafanya kazi hapa nyumbani. Unajisikiaje swala hili? Mimi kwanza binafsi niseme kwamba kila mtu binadamu, kila mwanadamu ana riziki yake. Okay. Kila mwanadamu ana muda wake. Ana kile ambacho Mungu alimpangia. Sawa vizuri. Wenyewe wanaweza kuwa brand ambassador katika hivi na vile. Sawa. Na mimi nikawa na level yangu nyingine ambayo wenyewe bado hawajafikia. Sawa. Okay. Kwa hiyo kila mtu ana ikramu yake Mungu alimpa. Na mimi huwa nahisi vizuri kwa sababu ni kwa sababu labda unaigiza filamu kwenye maadili fulani hivi ya Kiislamu zaidi. Niseme kwamba ni maadili ya Kiafrika. Ya Kiafrika, maadili ya utu, maadili yani, kwa sababu kuchunguza maadili ya Kiislamu 90% ndio maadili ya utu. Ndio ubinadamu. Okay. Hapa wasikilizaji wasinielewe kivingine kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo wengi hawayafahamu kuhusu labda Uislamu. Na kuchunguza mambo mengi sana katika maadili ya Kiislamu yanaoana sana maadili ya Kirundi. Ya asili ya Warundi. Umeelewa vizuri? Mathalan tu mfano ile gisi na kuwa na vika wanawake wanajistiri mfano. Sawa, wanajistiri ule ndio Uburundi. Okay. Kwa sababu mfano kujitandia. Ule ndio Uburundi, kwa sababu ukitaka kuelewa hilo upanda mikoani huko vilimani huko. Ukusema kutane wale wa bibi zetu wale ambao wale wa asili kabisa. Ukimkutana njiani kwa kichwa wazi ni mara chache sana. Yaani kwa bahati mbaya bora vaika kitambaa hivi afunge. Yani bora, yani hakuna, yani hilo haliwezekani. Sijui unafahamu vizuri. Kwa hiyo ndio asili. Okay. Asili yetu sisi. Okay. Kwa hiyo nikisema kwamba labda ndio wao wanapata kwa wanafanya vitu ambavyo labda vinaendana na kidunia leo. Na kidunia sana. Yawezekana kwa sababu kila mtu ana mtazamo wake. Wala mimi siwezi nikasema kwamba kwa sababu sipate huyo brand ambassador labda kwa sababu nafanya vitu vya maadili itabidi nibadilishe. No, kwa sababu kila mtu ana vision yake. Okay. Ana mtazamo wake. Ana kile ambacho anachokilenga yeye. Okay. Sawa vizuri. Okay. Kwa hiyo ni kila mtu ana bahati yake, kila mtu ana zawadi yake, na kila mtu ana muda wake. Bi Aisha, mimi najua uko vizuri sana kwenye swala la marketing. Masuala ya kutafuta ma sponsorship na nini. Ushajaribu ile jambo ili kuona kama at least Mugisha Movie Company tutapata ma company, tutapata vitu vingi ambavyo vitaingizia kampuni yetu? Tunajaribu na tulishafanikisha kidogo. Alikuwa brand ambassador wa yale maji yanaitwaje? Magaraota. Yes. Okay. Na kuna publicity nyingi tu zenye zinaletwa kwake kama maduka nini. Okay. Wakati mwingine anataka kuimba kwenye maharusi pia. Ile issue bado inaendelea. Nakumbuka ulikuwa unafanya. Hapana yeye. Kwa sasa ni kama mimi nimesimamisha kidogo. Mimi huwa na watungia na waimbia na kadhalika. Mke anaona wivu sana. Inaleta shida hapana. Kuna vijana ambao nataka niwakuze katika hilo na wenyewe vipaji vyao viweze kusonga mbele. Sasa kama mtu asitaki hao vijana nataka Mugisha. Hapo akaze mfuko. Akaze mfuko. Sasa unafuna kaza mfuko. Hapo inabidi akaze mfuko, sio yale ya reja tena. Unajua tumepambana mpaka mtu kutengeneza jina lake, umetoa pesa, uwezo mwingi sana. Kwa hiyo ndio inakuwa na sisi kipindi chetu sasa. Mtu akitaka mimi nataka Mugisha aje kwenye harusi yangu, basi ongea na management, watampatia maelekezo Mugisha anapatikana vipi kwenye harusi. Tena na harusi yenyewe sio ni kitchen dawa pana, labda reception, vitu kama hivyo. Okay. Bi Aisha, kwa sababu najua kwenye marketing uko vizuri, tuko hapo kwenye masoko ili tuingize pesa kwenye kazi zetu hizi. Mugisha pesa nyingi ashawahi kupigaga kabisa. Ziko kama pesa ngapi?
Alizoe kupigana. Ama madili matangazo ilikuwa pesa ndefu kama Mungu wasifiwe hapa tunaua mtu katika matangazo na mimi kwa ile Magara Ota kwa kweli alipata hela nzuri. Kweli alipata hela nzuri sana. Na bado inaendelea au contracts zimeshaisha? Ilikuwa ni ya miezi 6 imeisha Kwa nini contracts kuendelea? Kwa sababu bosi ameamua kusimamisha. Wamepata tatizo kwenye kampuni yao. Pole. Okay, sawa. Na kuna nimeona mko unajitahidi sana kujichanganya na hao watoto ambao wanakuja siku hizi. Naona kwenye movie yenu ile Umukeba. Nimeona kina Kamanda, kina Kamanda, naona kina Famba. Lakini pia nimeona picha pia mko kina DJ na Fanny Lavine ambao pia wengi wanawafahamu kama waigizaji wa masala ya gospel na nini. Inakuwaje hii? Haileti changamoto kwenye kazi yako na mtazamo wa watu wanavyokuona kiimani? Hapa tu ni kiimani kidogo. Mimi nafikiri haiathiri chochote kile katika imani yangu kwa sababu masuala mazima nimesema mimi nacheza vitu ambavyo viko katika jamii ambavyo havitazami imani hii wala ile. Isipokuwa ni katika sisi tuko katikati kama ulimi. Maana yake tunaelekeza jamii nzima. Wala kutazama tu wanacheza katika sheria ambazo zinaendana na basi maana yake kwa sababu mtu akija kwenye kampuni yangu na muelekeza mimi movie yangu ina historia hivi na hivi na katika muonekano nahitaji univalie muonekano huyu. Na hicho ni kitu ambacho akiwapatia tabu kwa sababu wanajua sana kama ndio asli. Ndio asli yetu sisi Warundi. Sawa. Mugisha, mimi acha nikupe sijui niseme hongera aidha pole na mke wako pale. Najua hili ni moja mwa kitu ambacho watu wengi wanasubiria sana. Wanasubiria wasikie. Mugisha sasa na mke wake wanasema nini kuhusu changamoto ambazo wanasiku wamo ndani yake. Poleni. Mimi WhatsApp kule ni ghafla nimeona vitu vinanidondokia dakika 10 dakika 7 8 matusi kwa Mugisha na mke wake. My God, nikasema hii nini? Bora sielewi. Kwa hiyo ni nakumbuka nimemuuliza hata Bi Fatima, vipi kulikoni? Kipi kinaendelea tena mimi sijui. Sasa sikuelewa. Shida nini haswa? Mpaka matusi anza kutunguza mitandaoni. Shida nini hasa? Tuanzie hapa. Acha tuanze kwa Bi Aisha kwa sababu yanamhusu sana, mlenga sana. Nisikia wanamnongea sana Bi Aisha. Si lazima hayo tusituarudie redioni watoto wanatusikiliza na nini. Lakini wale usikia walisikia. Nahitaji kujua. Lakini shituma pia ikawa kubwa sana kwenye masuala ya uchawi. Kwamba sijui ni wachawi wamefanya hivi mtoto wetu na nini. Okay, baadaye nilisikia pale kuja masuala ya misamaha na nini, lakini huko tutapafika. Lakini tuanzie hapa. Ilikuwa imetokea nini Aisha? Mimi nafikiri kwa hayo sina hata mengi ya kuzungumza kwa sababu is not first time. Sio mara kwanza mimi kutukanwa ama kuambiliwa maneno mabaya. Nafikiri toka naolewa na Mugisha watu waliongea sana kuliko hata hivyo. Hivyo mbona mimi naona kawaida tu. Seriously kawaida. Wallahi na namshukuru Mwenyezi Mungu kuona mimi I don't care. Yaani siwagi najali maneno. Unajua kuna msemo wa Kifaransa wanasema l'homme de valeur c'est l'objet de critique. Wanadamu mwenye thamani ni chombo cha habari cha kujadili. So maybe wanaona kama there's something, kuko kitu ambacho wanaona labda Bi Aisha ndio maana wanaamua kujadili. So lakini hayo yameibuka tu mimi kwa kweli sina tatizo na mtu, sina tatizo na kiumbe wote. Kwanza mimi naona kama vile unavyoniona niko busy na kazi. Mimi ni manager wa Mugisha Movie Company. Napaswa kuangalia kwanza filamu za mume wangu zinaendaje, kila mwezi lazima posti, na filamu ikiisha nyingine ishatengenezwa. I'm very busy. Alafu bila hivyo, kinyume na hivyo niko namtafutia marketing gisa tapata businesses zitakuja kwa kinyume na filamu zake. Mimi mwenyewe naisha media ambayo napaswa kufanya vipindi vya dini. Tunapaswa kutafuta filamu zingine za kuigiza ili kuendeleza maisha yetu na kufunza watu. Nina TikTok inaitwa Ustazati Aisha. Ina hiti? Ile inakuwa inafikia sasa mtu anatizama karibu watu 200,000 wanatizama video yangu kwa siku moja mbili. So I'm very busy. Niko busy na kazi, niko busy ya kutoa nasaha. Sasa watu kama mtu akiamua kujadili au kusema, mimi kwa kweli yule mama ulikuwa unamjua, lakini alivyokuwa anaongea kama mnafahamiana hivi kumjua naweza kuwa namjua mashallah khairi, lakini alivyoviongea
Kwa kweli mimi mtu akishaniomba msamaha, sipendi tena kuzungumzia aliyoongea. Ni kama vile nitakuwa sijasamehe. Hii ni katika hali ya kutaka kuwaelewesha wale ambao walisikiaga hivi vitu hawakusikiaga labda misamaha ilikuja vipi. Msamaha ulikuja, aliomba msamaha kwa wale aliyekosea na mimi kama Muislamu nimesamehe. Watu wamenilaumu kwa nini umesamehe, kwa nini hivyo, lakini nataka kuambia kwamba mbele ya Mwenyezi Mungu ndio ambapo tunatizama zaidi. Sikukati kauli kwenye msamaha tujafika vizuri. Acha Bwana Mugisha kidogo agusie hii issue. Ilipodondoka audio hizo mzee baba ulianzaje kwanza? Mimi nataka kuona reaction yako, ulifanya nini? Baada hapo ulijisikiaje na ilitokea nini na palikuwa nini mpaka hizi mambo zianze? Kwanza mimi nishukuru kuniuliza swali kama hilo, isipokuwa tu watu walisikia tu hivyo, hatukujua palitokea nini. Mimi nafikiri vingi sana amejieleza katika audio zake zile na kadhalika, shutuma nyingi sana. Kiukweli ni kwamba hakuna binadamu katika dunia hii anayopenda kutukanwa. Moja. Hakuna binadamu hata mmoja ambaye anafurahia tukanwe au adhalilishwe. Hiyo hatopatikana. Ni moja. Mbili, swala lazima la kusemwa, kila mwenye thamani lazima usemwe. Kila mwenye thamani lazima usemwe. Na swala lazima la kusemwa au la kutukanwa au la kutetwa au la kudhalilishwa ni jambo ambalo hata Mungu aliyetuumba hajalijijalia yeye. Kuna watu wanamtukana Mungu, kuna watu wanasema Mungu haexist, kuna watu wanasema hivi na vile kuhusu Mungu. Sawa bwana. Kwa hiyo ni swala lazima ambalo Mungu mwenyewe hajalijijalia. Tatu, tuache Mwenyezi Mungu hata manabii wake wote. Sawa? Hakuna nabii ambaye alikuja katika hii dunia ya Mungu isipokuwa amesemwa, amedhalilishwa, ametukanwa. Lakini maadamu akishataka radhi, sidhani kwamba itakuwa ni jambo la busara. Kwanza bwana huyu ilikuwa hivi, akakuja hivi, akaleta hivi, mambo zikaja hivi. Sidhani. Sio mbaya. Mimi kesi nimefuatilia kwa mbaya. Unajua hata kualika pia na pia alikuwemo. Ili tuweze watu waliosikia hizo voice wengi wanajua karibu wangu na nyie. Ndio. Vipi? Isaac vipi? Naambia msijali. Kuna siku wataeleza wenyewe. Mimi siwezi nikaeleza kile ambacho sikielewi. Ndio. Na baadhi yao wengi wanatusikiliza sasa hizo wanataka kujua kulitokea nini sasa mpaka alimatusi Mugisha katukanwa, mke wake katukanwa, wakasambazwa dunia nzima, wakapata kuna wimbo ushawahi kuutoa na mtoto wa yule mama. Ndio. Inasemekana ndio chanzo. Mimi sidhani kama ndio chanzo kile. Sidhani. Sasa ule mama alikuwa anasema sijui mtoto wangu alikuja sijui mnaambia mwingie chumbani kitu mambo kama niseme kama katika lugha nzuri labda ukaribu wawe na mtoto wao ndio ile ilikuwa niseme kama ni kama mwenda sababu yani kisikini kwae tu, alafu baadaye maadui wakataka kuingilia ndani na kumchocha mama pale na mama akawa amehamaki na kuzungumza vile. Sawa, lakini baadaye ameeleweshwa, akaeleweshwa ukweli wote, akaelewa, akaona hapa nimefanya wrong. Na nitumie fursa hii pia kuambia wasikilizaji, hii tabia ya watu kuwa wanaovamia wenzao kwa matusi ni kitu ambacho hakikubaliki kwanza kidini na hakikubaliki kiserikali. Kisheria. Hili walifahamu. Hata huko kuna sheria kiasi gani? Yaani hata huwe mfano mtu amekufanyia mfano kitu kibaya. Kwa ukweli kabisa kwenye real sasa. Kwenye maisha sasa ukweli. Kwenye maisha ya ukweli. Hapana tuache haya ambayo huyu amezua. Ameambiwa na kadha afa karipuka kwenye mitandao. Sawa, tuache huyu. Kwa ukweli sasa mfano mtu kakufanyia kitu, kakudhulumu, kakufanyia hivi na vile. Kisheria hauruhusiwi kuchukua simu yako, sawa, au kutuma watu jamani tukaneni au sambazeni. Ni kosa linalo adhibiwa vikali na sheria. Of course. Mwelewa vizuri. Kwa hiyo hili watu walizingatia vizuri. Hasa upande wetu sisi mjini ndio mara nyingi sana unakutana tunajiingiza katika mitego. Kwa sababu mtu amekukosea hivi alafu unajikuta unakwenda kuhamaki. Unasikia bwana hayo yanawafikia watu wengi sana. Unataka mtu anamvamia mwenzake hivi. Mtu yoyote ambaye atakayekukosea kwa hali zote zile. Sawa? Unatakikana ikiwa utakereka zaidi. Serikali ipo. Ikiwa tunaona kama labda masuala unaweza kaita hata wazee au ndugu jamaa na marafiki wakakaa chini wakamaliza, basi yamalizeni. Usikimbilie kumuattack mtu au kumvulia mtu heshima kwenye mitandao. Ni kitu ambacho kinaadhibiwa vikali sana. Sana. Yaani hilo walizingatia. Sio kwamba eti ni kwa Mugisha tu na nani, hapana. Kwa mtu yoyote. Kwa mtu yoyote. Hairuhusiwi kutukana mtu. Hairuhusiwi kutukana. Uwe na sheria au una sheria. Uwe na sheria usiwe na sheria. Kwa sababu ukisoma sheria ya nchi inasema mtu akitukana
kumtukana mtu, sawa, kwa jambo ambalo ni ukweli aidha ni uongo, kwa lengo la kumdhalilisha au kumvulia heshima, umesikia bwana, huyu anaadhibiwa adhabu ya kuanzia kwa mwezi mmoja hadi mwaka mzima, kifungo cha mwezi mpaka mwaka mzima. Umeelewa vizuri? Na amande ya kuanzia 10,000 hadi 50,000. Ndivyo sheria inavyosema. Kwa hiyo mimi nimegundua kwamba Burundi kwetu bado tungana na hayo matatizo. Watu wengi, raia wengi hawajui sheria. Umeelewa vizuri? Hawajui sheria zao za semaji. Ndio maana watu wengi sana wanafeli katika hili. Unakutana mimi kwa sababu nakuchukia huyu Isaac nianze bana, huyu ni kadha. Pomoka mitandaoni. Unabomoka na kadhalika. Mwisho wa siku unajikuta unajinyima sheria mwenyewe. Na wakati yawezekana ulikuwa na sheria lakini ukajinyima sheria kwa ufani, kwa kuwatukana watu. Kwenye uhalisia sasa Mugisha, kwenye uhalisia wa hawa waliokutukana na nyie, mlikuwa mnaishi vizuri? Mlikuwa vizuri? Hatuko tunachimbua vitu, lakini tunataka kujua tu kiuhalisia. Mlikuwa mnaishi vizuri kwenye hii familia ile wachafua na kuwatukana duniani na nyie ambao sasa mlikuwa mnaishi vizuri? Si kitambo kutoka miaka yenye kuisha kutoka tu vizuri tu, wala wasiwasi na nini, lakini kama kawaida unajua kama binadamu lazima unapita katika haya na yale mikwaruzano. Kuna maadui wanaingilia kati, wanachochea hivi na vile, wanaleta hivi na vile ili watu wasielewani na kadhalika. Kawaida hakuna mwanadamu anayependa mizozo au matatizo na nini. Kila mtu anahitaji aishi zake kwa furaha, kwa starehe, kwa amani. Umesikia vizuri? Lakini ibilisi hawezi kukubali hili jambo. Na kuna watu maibilisi ambao wanaingia katikati kuwashawishi mgombane, mfanye hivi na kwa kuchochea. Mtu anakuja anakuambia bana, wewe tukana. Wewe fanya hivi. Wakati hana msaada wowote ule kwako. Ni kweli. Kwa hiyo kiufupi tu yale mambo ambayo yalirushwa katika kwenye mitandao yote kwa ujumla hayana ukweli ndani yake. Asante. Yale yote ni ya uzushi. Yote uongo mtupu. Hakuna hata limoja ambalo ni la ukweli. Hata hili limoja. Na mimi kuzungumza hili ni katika heshima tu ya PG Classic FM. Kwa sababu umetungangania na kutuuliza, ndio maana na tudokazia kidogo. Lakini kiukweli mimi huwa sipendi kuzungumzia mambo ambayo ya matatizo yashapitia katika watu na kadhalika na nini. Huwa sipendi sana mambo hizi. Huwa sipendi kiasilia, huwa sipendi. Kwa sababu mimi mwenyewe asili yangu ninapenda amani sana. Napenda amani. Na mtu anapokuambia basi samahani ya kuishi na kadhalika, sidhani kama kuna kwa pako umuhimu wa kuanza tena imekuwa hivi kama tulivyosema. Sawa, haina shida. Tuingie kwenye msamaha. Msamaha ulikujaje? Acha na mimi nichukue fursa ya kusema kuhusu hilo kidogo tu. Kuambia tu watu, mtu unapopata kama tuseme mfano audio ya matusi au mtu kamdhalilisha mtu, usichukuli kwamba yes nimepata ni hivyo, acha na mimi nisambaze. Ndugu umeasikia? Kumbuka tu jambo moja, yanamfikia mwenzako leo huenda kesho na wewe akakufikia. Na Mwenyezi Mungu anasema mstiriane nyinyi na mimi nitawastiri. Kwa hiyo hainakuwa si vizuri kuchukulia juu maneno ambao hauna ushahidi nayo. Mwenyezi Mungu anasema injaha kumfasi kumbinaba infatabayanu. Anapokuletea fasiki maneno au mtu ameleta maneno, basi bainisha. Muulize ule muhusika, haya mambo ni ukweli? Huo ndio Uislamu na ndiye utu. Lakini usichukulie yes ni hivyo, no. Na katika zile shutma hakuna hata moja ya ukweli. Basi at least yenye nafanana na ukweli hamna. Hakuna hata kimoja. So watu wasiona chukulia kitu juu. Na ndio hivyo ninasema kila siku na nitazidi kusema kwamba anayedhalilishwa duniani akatukuzwa na Mungu haijawa tabu. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kumvika heshima mwanadamu, sio binadamu mwenzake. Ni kweli. Hapa tukiwa kwenye bado hizi shutma ili tuzitoke tuingie kwenye msamaha kidogo. Niruhusu tugusie kitu kimoja mwa vitu ambavyo huenda nyuma kidogo nikuja kusikia voice kama mfanyakazi wenu akijibu zile shutma kidogo. Masuala ya watoto na nini, mkiwa Mugisha uzi zate na watoto sio wa kwake. Mfano kama hilo kwanza acha wewe mwenyewe nafikiri Isaac wewe ni shahidi, sababu wakati nilikuwa na mimba ya Sadula tulikuwa wote vizuri. Tulikuwa wote wewe. Ulikuwa unashinda kula hata ubwabwa mimi na upiga mwenyewe. Sasa wakati tulikuwa wote na ukashuhudia, kwa nini sasa usikilize maneno ya hao ambao wanazungumza? No. Tuko tunasemea wasikilizaji ambao mimi samani kidogo. Nafikiri wewe mfanyakazi ambaye nilikuwa naye alisema mwenyewe
mwenyewe alitoa audio. Nilikuwa na binti anaitwa Nusra. Toka nitoke South Africa ndo ambaye naishi naye. Nafikiri hata naona mjua nyumbani kwangu. Sijawahi kuchukua mwingine mfanyakazi. Mpaka ashakuwa dada sasa. Mpaka ameshakuwa tu mtoto wa nyumbani, mpaka ameolewa nyumbani kwa ndoa. Hivi kwa mume wake. Alivyosikia zile audio zimemkera sana. Alilia sana, ameumia sana. Kwa nini waseme mfanyakazi yale kwa mimi ndio nimekutumikia miaka yote 4-5? Kwa nini wakuzushie hivyo? Na mpaka akasema gisa alivyokuwa akinipeleka hospitali vyote akasema, lakini mtu akiamua kuongea ndio hivyo. Mimi kidogo hapa ni paweke sawa, nipanyoshe vizuri, paweke lami hapo kidogo. Ni gongea msumari hapo kidogo. Kwanza moja. Aisha mke wa Mugisha sio ngumba. Moja. Sawa. Leo hilo vizuri. Ile ulifahamiki kwanza vizuri. Ile ulifahamiki vizuri ndani ya vichwa vya wasikilizaji. Aisha mke wa Mugisha sio ngumba. Wanasema labda hauzi zati na amekuwa na nini? Yani mimi sijui hiyo ukubwa kiasi gani ambao wanaompa wenyewe hao waliomzaa, wewe ni ukubwa gani wanaompa ambao utamfanya asizai. Asante. Umesikia vizuri? Sasa watu wanakutana mtu anamwambia mtu huyu hawezi kuzaa, hawezi. Kwa nini hawezi kuzaa? Moja na watoto. Sawa bwana? Asante. Alikwambia wewe kama hawezi kuzaa? Yaani unakutana ni vitu ambavyo wanavizua haijulikani vinatokea wapi. Sawa? Ni katika ile nakwambia mtu akikuchukia lazima akuharibie. Unasikia vizuri? Kwa hiyo ni mwanamke ambaye mwenye kizazi ambaye anazaa. Hata nikitaka hivi na uwezo wa kuzaa hata wengine. Nimemkuta bado unazaa? Sijaeneza hata miaka 45, kwa nini sizai? Hivi una miaka 45? Inatoka wapi? Bado hajafikisha 45. Subhanallah. Hii ni minofu tu tunaona. Ndugu yangu, ni maraha tu unayopewa. Ndio unaona amekuwa hivi na kadhalika, lakini si kwamba itashafika katika ile miaka kidogo. Umesikia vizuri? Hilo ndio sijafunga kabisa na nikitaka nitaongeza kabisa. Na hivi nanibidi niongeze tu. Mungu itabidi akupe. Sasa mimi nafikiri alilizungumzia kila alichokizungumzia kwamba sijui alileta kuchukua na mtoto wa yaya na kati unajua mwenyewe ambaye alikuwa mimi nilikuwa shahidi. Miaka yote hiyo ni Binusra na Nusra mwenyewe kajizungumzia. Umeelewa vizuri hilo. Alafu jambo lingine bwana Isaac, kuna kitu ambacho mimi nimekisoma katika hii jamii yetu. Ambacho ulikuwa hujasomaga miaka yote? Ambacho nilikuwa sijakisoma kwa sasa nimeongezea degree. Niseme nimeongezea degree. Nilikuwa bado ingana mashaka nacho, lakini kwa sasa nimeongezea degree katika hilo. Umepewa certificate. Nimegundua kwamba hii ni jamii ambayo inapenda mabaya kuliko mazuri. Kwa kweli. Inapenda mabaya kuliko just imagine yourself. Mtu anakutumia video kama vile. Sawa? Na wewe unavichukua mkakato ule unanyanyua maana ile unarusha kwenye magroup, unarusha kwenye watu, yani unashare kama vile raha, share kama vile biashara. Sio unafahamu vizuri. Hii ni ishara kuonyesha kwamba watu wanapenda vitu vibaya kuliko vizuri. Hivi tulishatoa filamu ngapi nzuri tena zenye hazijasirikile hivyo. Mpaka kuna mwingine la ajabu mwale wale unasikia Mugisha shahi kucheza sinema. Na kila siku anatoa. Lakini audio za matusi anazo za kutukana. Umeona hilo jambo hilo? Kwa hiyo kuna watu unaona kama tuko katika dunia ya mwisho ya kishetani, yani watu rozi cha kuwa chafu sana. Mtu anakutumia vitu vibaya, hauulizi na unachukua umesikia? Wewe ambao umefanya hivyo umesikia na urushia, maana yake na wewe katika ile kundi la wale watu ambao wachafuzi sawa ambao hawapendi maendeleo ya watu. Ni kweli. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo jamii ya leo inapenda mabaya sana kuliko mazuri. Nimekuuliza tumeshatoa filamu nyingi nzuri za maana. Lakini watu hawarushiani. Unaona hilo bwana? Kama Mukeba ndugu yangu inaweza kusaidia wewe. Mimi naifuatilia mzee. Sana ni filamu nzuri sana. Lakini watu hawarushiani. Umeona bwana? Zilishatolewa kasuda nzuri zenye maana nzuri, watu hawarushiani. Lakini matusi ya kuwatukana hao, yani zile voice za matusi, leti zingekuwa zinaandika viewers. Tungekuwa tuko kwenye milioni ngapi hivi? Takriban hata milioni 50 nafikiri. Milioni 50 kidogo. Umeona vizuri? Unaona? Kwa hiyo kila mwanadamu ajihesabu katika moyo wake. Mimi niko katika wale watu wazuri ambao wanataka mazuri au niko katika wale watu ambao wanapenda mabaya, wafurahia mabaya. Ukiwa katika mafurahia mabaya basi mpira umegeuzwa kwa. Sijui kama umejua strategy zao, sijui. Yani huyu ulimwengu una maajabu. Yani ni ulimwengu wa maajabu. Ni ulimwengu ambao kila siku panakuja mapya. Kwa hiyo tunachukua jinsi yanavyokuja kwa sababu ndio hivyo, ndio mitihani. Ndio ulimwengu. Na ndio raha ya ustaa. Yani maarufu yani nisema kama tunalazimika. Kuna vitu ambavyo kwa sababu haiwezekani. Hauwezi kuwazuia watu wote eti wasikuseme. Haiwezekani. Kama kisi hatuwezi kuzuia mvua kunyesha. Ni kweli. Na hatuwezi kuwalazimisha watu wote kutupenda.
hatuko pesa. Pesa ndo bwana, pesa ndo anapendwa na watu wote. Na wanafiki, wazuri, wabaya wote. Pesa ndo anapendwa na watu wote. Umesikia vizuri? Kwa hiyo hatuwezi tukapendwa na watu wote, na kama vile vile hatuwezi tukachukiliwa na watu wote. Hilo ni jambo la. Na tusilazimishwe wanaotupenda watuchukie. Chama. Hii ndio point rasmi. Hiyo ndio point nzima. Naam. Wewe ikiwa mathalani haupendagi dagaa mbichi, jamani, ukizila unatapika. Unataka kuambia watu wote wasili dagaa mbichi? Kuna wengine wanazitokosha, kuna wengine wanazitia kachumvi, kuna wengine wanazikanga, kuna wengine mzee. Hizi tabia tuziache. Unasikia vizuri? Kama unamchukia mtu, wewe chukia yako binafsi, usitaki kuihamisha kwa wengine. Mtu anasema, warushaji watu wote ambao wanawachukia. Nini? Na kweli hilo neno lilikuwa. Nini? Kama unawachukia warushie. Warushie. Nini? Jamani, tuwachukie kwa nguvu. Kwa nini? Hizi biashara zenu nyinyi tunazijua sisi. Hapo sasa hatuhusu. Kwa hiyo ndio maana mtu kimchukia mtu, usitaki chuki yako ihamie watu wengine. Asante. Hapana. Okay. Kwa sababu ukionacho sumu kwa mwenzako, sukari bwana, asante. Kama kawaida. Voilà, hapo sasa Mugisha, tunaingia kwenye issue ya msamaha. Msamaha ukajaje? Nani ka provoke msamaha? Nani katafunguliza msamaha? Amekuja vipi yule mama kuomba msamaha na nini? Msamaha ulikuja kujaje? Mimi nataka kujua. Kwanza kiufupi, sisi ni watu ambao hatupendi kujibizana na watu. Moja. Mtu hata aje na kila mtu alikuwa na winda yani mtu hata aje, yani mtu hata uje na matusi ya rangi gani, usijue na vizuri, hata uje na matusi ya rangi gani, eti unisikie mimi nakujibu au na mimi natupa. Lakini mkiwa Mugisha, kuna audio moja ilitembea kwako. Ile audio si ya matusi. Ulisikia matusi? Alikuwa sema ule kijana tutamtumia tu, sio ni kusema kwamba hiyo kaswida ndio itafanya hivyo, lakini si kwamba nimemtukana mtu. Yani siwezi nikajibu matusi. Ile kaswida ni kwamba kaswida, yani maana yake yani watajibizana wao tu, sio kwa tu. Kaswida ndio maana kaswida ilivotoka, lakini hapana matusi. Siwezi kufanya kitu kama hicho. Katika maisha yangu siwezi. Unaona kaswida ilivotoka, watu wamechachamaa, wakatukana wengine, wakafanya hivi mastati na nini na kadhalika. Basi vikao vimewavuruga watu na nini, basi ndio ikajikuta na yeye mke wa Mugisha akasema kwamba hao wanaojivuruga na kadhalika na nini. Hiyo kasuri inatosha kuwa majibu mambo kama sisi hatuna muda wa kufanya nini kwa sababu mtu akitoa kitu afu wewe ukajishuku ukaanza kusema akatumbia sisi kafanya hivi, lengo ni hivi, basi hiyo inakuwa ni tabu kwako. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo haya ni masala ambayo watu tusio tunataka kuyachukulia juju ili tusijikute tunakuja kuwashutumu watu bure. Umeelewa vizuri? Na msamaha tukali hapo, msamaha ulikuja vipi? Nani alianza msamaha? Nani kutafuta? Ilikuwaje? Msamaha uliombewa serikalini? Maana nisikia hapo kwa masala kushtakiana ndani serikalini na nini. Mimi kama nilivyosema, msamaha uliombewa nyumbani. Kama mimi nilivyosema hapo mwanzo bwana Isaac, mimi ni mtu naheshimu serikali sana. Naheshimu sheria ya nchi yangu sana. Alafu naheshimu pia sheria ya dini yangu sana. Umeelewa vizuri? Yaani huwa najua heshima za watu, najua mipaka ya watu. Mtu hata kama atanitukana na kadhalika, mimi namtazama huyu, mimi siwezi nikamjibu. Sawa na miaka yake, mimi siwezi nikamjibu. Sawa vizuri. Kwa hiyo akivuka mipaka zaidi, nakuwa najua bwana serikali iko kwa niaba yetu sisi. Lazima kwa serikalini huko sheria itafuata nini mkondo wake. Sawa bwana. Basi baadaye hivyo tukafika serikalini, basi tukashauriana na mke wangu na nini, hapa tufanye nini. Lazima sisi ili tusionekane kama tumemwonea yoyote au tusionekana sisi tuko wakhalifu, tunatakana kufanya nini? Tufike serikalini. Sawa bwana. Tufike serikalini pale, watusikilize, wamsikilize muhusika. Sawa bwana. Halafu sheria ifuate mkondo wake. Basi unamwona kijana? Basi unamwona kijana? Kijana anaitwa Big Ibra. Mpiga picha mbaya hatari. Basi anzie kwetu tuone mfano. Asante, tuendelee. Tuone utaalamu wake kidogo. Kwa hiyo ndio tukao tumekwenda kama kuweka malalamiko yetu sisi serikalini kwamba kuna mtu mmoja 135. Kwa hiyo tunataka mtuitie, muulize sababu na msingi ambazo nimfanya mpaka afikie katika hii level ya kusambaza na kututukania hivi na vile. Paka muda huo masala msamaha alikuwa hajaji. Alikuwa bado. Kwa hiyo alikaitwa mama yetu, basi mimi nikawa nimetoa shutuma zangu sawa na matusi alivyokwenda na kadhalika. Nilikuwa nimeuliza, mimi nataka mniulizie mama yangu hapa kuna ugomvi gani, mimi na ubaya naye gani, mke wangu ana ubaya gani naye. Sawa bwana. Sawa na 1 2 3 4 5 katushutumu 1 2 3 4 5 nikayataja. Nataka tupatie ushahidi katika haya. Kisi alivyo. Umesikia bwana? Basi ndio akaulizwa kama kawaida.
serikali lazima mtu na serikali lazima ikombe proof, lazima wasikilizwe na lazima upate ushahidi. Ndio maana nawaambia watu ambao watu ni wachawi, nini usimvamie mtu kama huna ushahidi. Ukipata ushahidi basi hapo unakuwa na ushahidi. Lakini kama huna ushahidi unajiweka hatarini. Basi ndio mama yangu mwenyewe akaeleza kwamba ilikuwa ni hasira, nimeambiwa hivi na vile na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Basi ndio watu na mheshimiwa pale baada kutusikiza pale zote akasoma sheria. Ikaonekana kwamba haya masala yote alizungumza kwenye audio hana ushahidi hata huyu hata umoja. Kwa kweli ni vigumu sana kupata ushahidi zaidi. Sasa basi ikaonekana kwamba bwana mimi naye akaelewa kosa lake. Bwana mimi nimegundua kosa langu, nimewavulia heshima wa watu. Na hawa watu tulikuwa tunaishi nao vizuri, tulikuwa kama wandugu na kadhalika, lakini ibilisi anapita katikati kwa vuruga watu. Na sisi asili yetu Bwana Isaac, mimi kama acha niseme mimi kama mimi binafsi. Mugisha kama Mugisha. Mimi mtu akileta neno samahani basi. Naam. Wasina kesi ndefu. Na namshukuru Mungu na hata mke wangu angalau ndivyo alivyo. Maana yake watu wengi wametushangaa katika hilo. Wengi sana. Mimi niliposikia audio za msamaha yani kirahisi wengi wametuandikia message, wakatupigia masimu, haiwezekani. Yani inaonekana kuna wengi wameumizwa sana na kile kitu. Umeelewa vizuri? Haiwezekani itakana hivi kwa sababu sheria ilimwangukia. Inaonekana kwamba angetakana kufungwa. Hicho kifungo. Au Mugisha msamaha ulikuwa ni kwa sababu ya uoga labda wa kuadhibiwa na serikali? Hauhisi hivyo? Mimi siwezi kuingia katika nafsi yake. Mimi nachukua kauli yake aliyozungumza. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo baada ya kuona kwamba haya ni makosa na kadhalika, basi ndio akaona kwamba hapa hakuna njia nyingine zaidi ya msamaha. Na sisi tukaona kwamba mtu ukisema samahani, binadamu tunakosea mengi. Kwa Mola wetu tunamlilia usiku, anatupatia afya, riziki na kila kitu, na tunamkosea. Kwa hiyo itakuwa sisi bwana walitukana manabii makubwa kuliko haya kwetu sisi na wakasamee, itakuwa sisi basi tuko na njia nzuri ni kutoa msamaha. Basi ndio hivyo yakawa yamkwisha hivyo. Na mama ikaonekana kwamba bana mmoja wa njia ya ili uweze kuwasafisha hawa watu, tukao tumetoa sharti yetu na sisi ni yeye sasa ile njia aliyoipitia kutuchafua aipitie hiyo kutusafisha. Kwa sababu tungemaliza sisi tukawa na uwezo wa kusamea kule tukamaliza tukakaa zetu kimya. Lakini kutokana na jinsi aliviweka mpublike sawa aliviweka hadharani, kumbe kulikuwa ulazima sasa ya yeye mwenyewe ajitangazie, azungumzie kwamba ametutaka radhi. Umeelewa vizuri? Ili lipite huko kwa watu wasikie kumbe ametaka radhi basi. Labda wale wataka makubwa ndio watataka wapekue bana sasa kuwaje na kadhalika na nini haiwezekani na nini haiwezekani nini, sisi wahusika tumeshasamea, wewe unataka nini? Sisi tumeshasamea. Tumeshasamea, amekwisha. Wala hatutaki comment nyingi sana ziende zikarudi na nini. Hakuna zaidi ya msamaha. Na watu wajifunze katika hili pia. Kuna mawili watu wajifunze. Kuna kutukuvamia mada, mtu akuletea habari kwanza chunguza. Usiwavamie. Usikurupuki. Hata atakuletea mtu labda mke anakuletea habari za mume wake, usivamie mada. Au wale wanawake wanakutana kuja isho, nimemwona mume wako fasi fulani au nimeona mke wako fasi fulani. Makosa sana. Tulia kwanza, fikiria mara mbili. Unaweza kupita mfano kama Mbanda hivi, kama mkutana mtu amesimama zake Mbanda mfano. Pale makaburi ile mfano. Amesimama zake kwenye makaburi, sawa bwana. Anasema unaona kama mwenyewe unasema maneno. Wewe unapita zako pale Mbanda. Mugisha, unafanya nini bwana? Sio sasa kuzika. Iko peke yake hapo. Huyu jamaa huyu tu. Ndio maana unasema sharti ya mganga hii. Ndio sharti zile. Huyo inawezekana huyu kuna lake huyu. Ukalipeleka, wallahi nimemuona Mugisha makaburini. Tena kwa peke yake kuna sema mambo. Ule bwana ni kadha wa kadha. Kumbe ujugume niko kwenye kaburi labda na jamaa zangu niko naomba dua. Labda namkumbuka mzazi wangu. Nimekwenda pale nipata ibra, nipate mawaiza, kwa sababu tunaambiwa ukitaka manake imani zidi kupanda, tembelea makaburi au hospitalini. Unasikia vizuri. Lakini umeniona tu kwa mbali unakurupuka. Sawa. Bila shaka naamini kabisa zoezi la kuwapiga picha kina Mugisha zilimeshaanza studio, si mbaya. Na muda si mrefu wataona kule Facebook na Instagram na sehemu nyingine kwenye mitandao yetu ya kijamii ili watu waelewe zaidi. By the way, mimi nahisi kila mtu atakuwa ameelewa. Na atakuwa ameelewa mambo mengi sana juu ya hii kesi na ilikuwa vipi. Kiukweli sasa, licha ya masuala kuwasafisha na nini, mmesafika? Unahisi mmesafika? Baada ile audio mmekuwa satisfied, mmeridhika? Sisi upande sidhani kwamba ile audio msamaha imesambaa sana kama matusi. Haiwezi kasambaa kama matusi. Tunajua tuko katika jamii chafu. Jamii ya watu wapenda mabaya. Ile haiwezi kasambaa kama matusi. Yaani mwambie jamani angalie tena ameomba msamaha. Ile tuko show kama haliwezi likasambaa
kama matusi. Hiyo ni kawaida. Na yote ambaye atakayepata ile ya msamaha akaiminya na wakati ametuma za matusi, huyo Mungu atamuuliza. Ni kesi yake na Mola wake. Ni kesi yake na Mola wake. Kama kawaida. Kwa hiyo swala la kusema kwamba sisi tutakuwa tumekinaika labda kuridhika, sisi tumeridhika. Sisi upande tumeridhika. Umeelewa vizuri, tumeridhika kabisa, wala hatuna kesi wala hatuna makubwa. Sisi tunaendelea kazi kwa sababu tuna mambo mengi bwana Isaac. Tuna shughuli nyingi ambazo tunazifanya. Jamii inatuhitaji kwenye mambo mengi sana. Mengi sana. Nchi yetu bado inatuhitajia. Nchi bado inatuhitajia kwenye mambo mengi sana. Kwa hiyo unakuja kujikuta ule muda wa mzozano, ukasema ukarudi sijui nini, inakuwa ni vigumu sana. Okay, sawa, tumeelewa. Basi tunashukuru sana kwa uchambuzi na mwanga zaidi juu ya mambo. Mugisha, kuna kitu nishawahi kusikiaga pia hapa karibuni. Maana wewe uishi mambo. Mugisha sijui anataka kuwa, mimi ni mfanyakazi ndugu yangu. Nishasikia Mugisha sijui anataka kuwa sijui chef de quartier, sijui wa Charama, sijui wa nini. Hizi mambo zitokea wapi? Mimi sikia. Jamani, viongozi watu radhi. Ni shobo zimetembea mitandao. Nikasema sasa Mugisha hivi anafika mwaya nayo tena. Kusema Mugisha anataka kuwa sijui hapa sio mea. Nani chef de quartier wa kitongoji wa Charama. Yeye na ukweli gani? Una ndoto hizo basi angalau? Kiukweli mimi sina ndoto za kuwa kiongozi wa hiki katika masuala mazima ya serikali. Katika masuala mazima ya siasa. Mimi si niko katika siasa. Kwa nini? Mimi napenda sana entertainment, napenda sana. Kwa hiyo mtu unapokuwa katika sanaa unatakana kuwa kama Baramwezi. Unaelewa vizuri. Wasikubali. Kwa hiyo unakuwa kama kioo cha jamii. Kioo cha jamii unaangazia watu wote. Sasa vizuri. Sawa, hapa sasa tunaendelea. Fasha TV, ni Fasha TV. Ile project ya kufasha. Fasha. Nikasikia sijui sio project yao. Kuna mwingine yuko Australia na nini. Sasa habari zimenifikia nyingi sana mpaka nasema jamani. Hii inakuwa vipi? Hii nayo pia na ukweli gani? Ile Fasha sijui ulipata deal in short. Ulipewa deal na mtu kasema acha tufanye hivi tusaidizane kusukuma hii baradumu na nini. Tusaidizane kupandisha channel ya mtu. Kama kisema mtu anza kaja akanambia Isaac, chukua pesa nisaidie, nina project kadha nataka nisaidie uiboost na nini. Hii project ya Fasha in short, kwanza Fasha TV, masuala ya brand na nini, yale yote inasemekana ni ya mtu fulani. Si kweli, ni katika, unajua watu wana tabia sana ya kuzoazua na kuongezea mambo. Yule ni mtu ambaye kwa Australia alikuwa kwanza ni ndugu yangu mmoja, ndio alifahamu mtu katika familia yangu mimi. Kwa hiyo ni mtu ambaye tumekutanisha ma ideas. Sawa, mimi nilikuwa na mpango huyo, alafu katika kuongea tukakutanisha ma ideas. Tukasema kwamba kwa hiyo sasa tunatakana kuweka nguvu sehemu moja ili tufanye project iweze kusonga mbele. Kwa hiyo sio kwamba ati ni kitu cha mtu fulani wala fulani hapa. Yaani ni share. Ilikuwa ni share. Kwa sasa ni vyetu. Lakini kwa sasa vishakuwa vyetu. Kwa sababu ameshatoka. Ni kama kwa baadhi ya mambo yeye aliona kwamba yaweza kaingia huko, sababu kuna unajua mnapokuwa mnafanya kitu cha kushare, kuna vitu ambavyo inafikia sehemu hamuelewani bana, ili jambo sisi tunapenda tuliwe hivi, kwa sababu kutokana na sisi tuko uwanjani, tunaona hali ya hewa jinsi ilivyo, lazima tubadilishe mfumo fulani, twende katika mfumo huyu. Unakuta huo mfumo yeye hauelewi. Kwa hiyo inakuwa na sio Muislamu. Sasa kwa hiyo inakuwa huyo mfumo basi. Kwa hiyo kama vipi, acha sisi tuendelee. Basi ni hayo tu, sio mbaya. Sasa ni personally. Ni hivi iko personally, kwa hiyo ndio hivyo na kazi zinaendelea kama kawaida. Asante. Mugisha, nadhani mtakuwa mmesikia mengi sana kwa leo. Hatukuingia sana kwenye masuala ya mapenzi, lakini tunajua ni wapenda nao, ni mke na mume ambao kwenye ulimwengu wa mapenzi, lakini pia wanapitia changamoto nyingi sana za maisha yao ya ndoa. Hapa sasa tuweze kupata nafasi kidogo watu waweze kupiga simu, au sio Mugisha? Tupate nafasi watu wapige simu, wa kuwapongeza wapongeze, wa kuwaomba ushauri, wa waliwaze, vyote vinawezekana kwa sababu pia muda tunao leo. Nahitaji zaidi mzungumze na watu wene. Nakumbuka kipindi kile watu walilaumu sana, wakasema Isaac mlichukua muda sana mpaka mkatusahau, unasema tumewasikiliza muda mrefu. Sasa nahitaji leo tuchukue muda mrefu at least wa kuwasikiliza. Biansha, kwa kumalizia ili tuwape nafasi watu. Biansha, ni shawahi kusikia una kipaji cha kuimba? Mpaka leo bado una hiyo mambo? No, mimi natoa mawaidha, kuimba si kipaji changu. Lakini tushasikia gani wimbo wako? Hapo nilijitahidi tu juu nimwimbie mume wangu moja basi tu. Basi ilikuwa inatosha. Yeah. Okay. Mugisha, kipaji cha kuimba unacho, kipaji cha uigizaji unacho. Kinyume hapo kini kipaji chako? Maana kipaji cha kucheza mpira umekimbia huko, haupo. Bado kipo, lakini bado kipo? Ni kiasi tu cha kufufua tu. Alafu nakumbuka Mugisha ushawahi kufanyaga masuala ya
ya masuala ya mipira. Sijui timu yetu Mugisha FC. Nilikuwa naona sijui mnacheza na Tambwe. Tuna timu ya mpira. Mugisha umerudi kule. Mimi namba 9 lakini ndio hivyo unajua yani sijui kama sijui yani mambo mengine nisema ni kilevi tu. Nimesikia bwana. Lakini si mboni sometimes sio kama ni kila mara. Sio vitu vya kumailisha sana. Tuna timu yetu Mugisha FC ambayo sometimes tunacheza na timu hizi na zile. Bwana Tambo tumeshamkanyaga karibuni mara 2 kwa si mara 3 tukamshikisha adabu kidogo. Okay. Umesikia bwana, kuna wengine timu ilikuwa inajishaua hapa kwenye uwanja hapa ambapo tunachezea mpira sisi juu ya Saint Gabriel, sijui ni katika nini naisahau inaniruka. Umesikia bwana. Kwa hiyo kuna timu pale walikuwa wanajishaua baada wanaona kama tunawashikisha adabu kina Tambwe pale na nini wakasema sisi na sisi watatu wakanyageni. Wakajishaua kwetu sisi. Kama sisi si watu wa kuvamiwa. Si watu kuvamiwa sisi tutakanyageni kwa sababu mimi niko na professional kadhalika basi tupe match basi shaka tumewakanyaga vibaya sana mpaka hivyo wana hasira na sisi kwa sababu tulikuwa tunabehave kwanza hajacheza retour kila siku nadaiwa njoo tupambane ambia muda bado tulieni wanaotusikiliza sasa hizi wanahitaji kucheza mpira na nyie basi watuambie watupigie simu au tuandikie message kwenye nani zetu afu tujipange tuje kuwashikisha adabu